Mpenzi wangu Kidawa, nashukuru sana kwa kuitikia wito. Najua haikuwa rahisi kabisa kukupata muda na wakati kama huu. Najua saumu imekuchosha funga, lakini kuna jambo la muhimu sana niko nataka tuliongee. Na ndio maana nimekuhitaji tuongee wakati huu Kidawa. Bila shaka, nakusikiliza Shemtoi. Kidawa, penzi haliozi hata kama ukilitupa. Penzi halina kaburi hata kama ukilizika. Uko kwangu machoni ila moyoni ndo umefika Kidawa. Shemtoi, unamaanisha nini? Na mbona unaongea kwa mashahiri kama kasuku? Unanichanganya Shemtoi, hebu nieleze vizuri. Bosi, mbona unaonekana kama hauko sawa? Cheusi, Kipara amenichanganya sana. Najiuliza huwa anatoaga wapi mawazo yake. Boss Guram, kiukweli wazo alilotoa Kipara lina kitu. Kama utaamua kulifanyia kazi, basi mimi na imani tutafika mbali. Ina maana hadi wewe secretary unalisapoti wazo la Kipara? Unataka tuanze kuharisha matumbo humu ndani? Hapana Boss Guram. Mimi nafikiri wazo lake linatija. Tumpe nafasi, tumsikilize na tulifanyie kazi. Mimi na imani tutapata faida nyingi tele kwa tele na kampuni yetu itakuwa nambari 1 kwa kipindi hichi. Mpaka kichwa kimeanza kuuma. Hivi ni masikio yangu ama naota? Ina maana secretary Cheusi na unasapoti upumbavu wa Kipara? Ngoja kwanza Boss Guram, nimekumbuka. Kipara alikuja na ajenda 2. Ajenda ya viporo ambayo hata mimi ilinikera kusema kweli. Lakini baadaye akaja kuleta ajenda ya mabaya. Ndio hiyo ambayo nataka nizungumzie sasa hivi. Kipara mjukuu wangu, mbona unaonekana kama hauna furaha kabisa? Nyuso yako inaonekana haina bashasha hata kidogo. Kuna usalama kweli? Kiukweli mzee Zumbe, hakuna usalama kabisa yani. Nimeamua bora hata nirudi zangu nyumbani nije nijipumzishe. Sasa mjukuu wangu, changamoto ni nini hasa? Hebu nieleze vizuri kwanza ili nipate kukuelewa. Maana umeondoka alfajiri hapa umewahi kazini. Sasa hivi nakukuta hapa umesharudi nyumbani na muda wa kazi bado. Changamoto ni nini? Hebu niambie. Au bosi wako amekufukuza kazi? Usinifiche Kipara, hebu niambie ukweli. Mimi nilikuwa na wazo langu nikampelekea bosi ili kampuni yetu iweze kupata tija, lakini yeye bosi kafura, hataki kunsikiliza. Paka nimepata na hasira na mimi kama kurudi nyumbani. Kama mbwai basi na iwe mbwai. Haiwezekani kunifura mimi kunifanya kama mtoto mdogo. Siwezi kukubali. Kidawa, taratibu utanielewa tu. Unashtakiwa na makosa 3. Kosa la kwanza, uteka moyo wangu. Na kosa la pili, umeiteka akili yangu. Na kosa la 3, umeninyang'anya usingizi wangu. Shemtoi, utaniua Shemtoi. Kwa serious bwana Shemtoi. Yaani unamaanisha nini? Mbona kama unataka kunichanganya hivi Shemtoi? Jamani. Yaani Kidawa, usichokielewa wewe ni kipi hapo? Kusema kweli mimi nimekuelewa. Nahitaji nikuowe. Maana kusema kweli bibi yangu amekuwa akinisumbua muda mrefu akitaka mimi niuowe. Lakini nikasema muda bado, lakini kwa sasa nimekuona wewe Kidawa mstaarabu, mtoto mzuri, hauna mambo mengi, unajistiri. Sasa mimi nataka nikuowe Kidawa. Naomba unikubalie. Hiyo idea mbona kama ina kitu. Kuhusu viporo hapana. Lakini kuhusu mabaya, hiyo ina kitu kabisa. Inabidi kampuni yetu ifanyie kazi mara moja. Na huyo Kipara yuko wapi kwa sasa? Nadhani atakuwa ametoka, ila hajaenda mbali. Basi sawa. Ongea na mawakala wetu, waambie tubadilishie oda. Wasilete tena vijora. Inabidi walete kontena la baya. Na kuhusu Kipara, nitamfikiria kumuongezea chochote kitu. Kitu kama hicho. Naomba ufanye haraka. Bila shaka bosi. Basi acha nikatume oda ili waweze kutufikishia mzigo mapema. Hapana kwa kweli Shemtoi. Unajua wanaume wengi mmekuwa mkitudanganya na kutuumiza sisi wanawake kupitia kigezo cha kutaka kutuoa. Lakini kwangu mimi nimekuwa tofauti sana. Siwezi kumwamini mwanaume yeyote kwa sasa kwa sababu nimeshapitia changamoto nyingi. Kwa hiyo mimi kwa hilo babangu utanisamehe. Mbona mimi kijui? Umenipa nini Kidawa? Kila ninachofanya kisawa. Yaani paka nakimbia mpenzi wangu Kidawa. Naomba unikubalie. Sema chochote unachokitaka. Mimi niko tayari na niko radhi kukufanyia ili tu uamini kama kweli nakupenda. Na nia yangu ni kuowe. Nia yangu ni kuowe kabisa wewe mke wangu wa ndoa. Tafadhali Kidawa, naomba unikubalie ombi langu tafadhali.
Ngoja kwanza mjukuu wangu. Mjukuu wangu ujue na kujua vizuri sana, na kujua mimi si mgeni kabisa. Wazo gani ambalo wewe umeenda kulipeleka? Na je, bosi alikuomba ushauri au wewe mwenyewe uliamua kwa matakwa yako kumpelekea tu ajenda? Yani mimi nimempa bosi wazo la kuleta maabaya, agize maabaya kipindi hichi cha sikukuu, tutapata wateja wengi. Lakini bosi kafura, hataki kunisikiliza kabisa. Sasa mimi na faida gani pale kazini? Bora tu nirudi zangu Zenji nikafanye kazi ya kuuza urojo, nijue moja tu. Mbona ilo wazo ni zuri? Kwa nini asingelifanyia kazi na lingeleta tija kwenye kampuni yenu? Ila si kwa ubaya. Nataka nikuambie kitu Kipara. Ni kazi kupata kazi, hasa unapokuwa hauna kazi. Cha kukusii, achana na bosi wako. Wewe fuata kazini kinachokupeleka. Kikubwa upate mshahara wako tu. Usirudi tena ngazija. Chochote naweza nikakiomba na ukanifanyia? Kidawa, chochote tu, kila kilicho ndani ya uwezo wangu. Tafadhali, naomba unikubalie. Niko radhi kufanya chochote kwa ajili yako. Sitaki kukukosa Kidawa. Okay, subiri nifikirie. Nahitaji abaya. Nahitaji abaya kwa ajili ya sikukuu. Nadhani abaya litanifaa. Je, unaweza kuninunulia abaya? Ngoja kwanza Kidawa. Mimi nikafikiri labda unaniambia hata nilete barua. Sasa masuala ya abaya yanakujaje tena? Nilete barua ili tujue tunafanyaje kuhusu masuala ya ndoa. We baba we, unataka mahusiano na mimi au utaki? Wewe umesema unaweza kufanya chochote. Sasa hicho ndio kitu ambacho nataka ukifanye. Kama unaweza, fanya. Kama huwezi, basi sikulazimishi. Ila ni kweli, maana hata biashara ile watu kunkopa. Ila acha nifikirie kama naweza kurudi kazini. Ila bosi amenikifu kweli mie. Huo ndo wanaume mjukuu wangu Kipara. Unatakiwa ukaze mjini hapa, usibe kama Bakari Kiboga yalimkuta mazito. Sawa mjukuu wangu, mimi niko ndani huko. Sawa, acha nikapumzike. Sawa, nimekuelewa. Tena usongeze neno, maana hizo habari za Bakari Kiboga ni habari zilizo trendi kweli. Wewe nenda kapumzike, wala usiongeze neno. Acha mimi nifikirie hapa. Sawa Kidawa, ngoja basi nitafanya hivyo basi. Hamna shida. Kwa kuwa nakupenda, mimi chochote niko radhi kufanya. Nitafanya tu, hakuna shida. Hata hivyo muda wangu umeshakwisha. Naomba ulishughulikie hilo swala mapema, kwa sababu sikukuu ni kati ya siku mbili hivi. Nadhani hautoniangusha. Hamna shida Kidawa. Nitajitahidi, nitalifanya kazi. Haina shida.